Nikiwa nimekaa pale pale nilipoachwa, ghafla nilifuatwa na moja ya viumbe wa ule mji ambao nitawaelezea sifa zao kwa ufupi kwa namna walivyokuwa. Kwanza ni viumbe ambao kimaumbile walikuwa warefu kuzidi kimo cha mwanadamu wa kawaida, na miili yao ilikuwa kama vile imeungua sana na jua, kitu ambacho kiliifanya ngozi yao ikose nuru na ilijaa makunyanzi. Macho yao yalikuwa mekundu ya kung'aa na hayakuwa na mboni kama tulivyo sisi. Lugha yao ilikuwa haieleweki, japo kwa watu kama nilivyokuwa mimi walikuwa hawaongei kabisa, na badala yake walifanya kila kitu kwa ishara na kulazimisha kueleweka kwa ukali pale ilipotokea hawaeleweki, hasa wanapotumwa kwa mtu. Yule kiumbe alinishika mkono kwa nguvu na kunipeleka mbele katika safu ya kwanza ya madhabahu ambayo ilikuwa upande wa chini, huku ile madhabahu kuu ambayo ndio ya tatu ilikuwa juu, ambako ndio aliketi yule kiongozi mkuu wa ile miliki. Nilidhani nimefanya makosa. Nilianza kuogopa, na yule kiumbe aliponifikisha alinipa ishara ya kusujudia lile eneo, ambapo alinielekeza kulala kifudifudi, huku mikono nikiwa nimeiweka mbele. Nikiwa bado nipo pale chini na sujudia, yule kiongozi alishuka kutoka kwenye kiti chake na kuninyoosha mkono ambao uliniinua pale chini bila ya kunigusa. Kitendo cha kuinuliwa na nguvu ya ule mkono kiliniongezea nguvu na kunifanya nijione dhahiri nilikuwa tofauti na nilivyokuwa awali, kwa sababu hata hofu iliyokuwa ndani yangu nayo ilipotea. Baada ya ile nguvu kuniinua, hatimaye nilitambulishwa kwa viumbe na matajiri wengine ambao wote tulikuwa pale kutumikia sharti moja la kufa na kuoza ili tuwe matajiri zaidi. Binafsi nilifurahi, na baada ya utambulisho nilidhani nitaruhusiwa kurudi nilipokuwa nimekaa, lakini ndio kwanza niliona yule kiumbe alionipeleka pale mbele akitumwa tena na wenzake kwenda kuleta damu kwa ajili yangu. Damu ililetwa ikiwa ndani ya chungu kikubwa kama mtungi. Kile chungu kilitengwa mbele yangu. Ndani yake mlitoa harufu na kulikuwa na mabonge mfano wa nyama iliyotwangwa, ambayo niliamuliwa niitoe na kuinua juu kumuonesha kila aliyekuwa eneo lile. Nilishangaa kuona kadamnasi ikishangilia, na nilipogeuka kuwatazama wale viumbe kuona kama kuna jambo jingine nilipaswa kulifanya, nilipewa ishara ya kuzishusha zile nyama na kuzirejesha kwenye chungu. Baada ya ile siku ya sherehe za ufunguzi, utambulisho na kulishwa nyama za watu, siku ya pili mimi na wenzangu 4 ambao wote tulikuwa wapya, tulipewa kazi maalum ya kuhakikisha tunakusanya damu kwa ajili ya mizimu na viumbe wa ile miliki, kazi ambayo nilihisi maelezo yake yalikosewa kwa sababu kilichotajwa hakikuwa kitu chepesi kukikusanya kama mtoto anavyokusanya mchanga wakati anacheza. Nilibaki nikiamini maagizo yamekosewa mpaka pale yalipotiliwa msisitizo kwa kutaja mpaka njia ya namna ambavyo damu ilipaswa kukusanywa. Damu ilitakiwa ikusanywe kutoka kwenye ajali ya basi la kampuni ambayo ilikuwa inamilikiwa na mmoja wa matajiri na wanachama wa muda mrefu wa ile miliki niliyokuwamo. Subiri, kuna sehemu naamini nimekuacha. Ninaposema kulishwa nyama ya mtu, na maanisha ile nyama niliyoambiwa niiopoe kwenye chungu na kuionesha juu, ambayo nilishangaa kwa nini ilishangiliwa. Ndio ambayo baadaye iligeuka kuwa adhabu yangu, ambayo nililishwa kwa lazima na yule kiumbe aliyepewa jukumu la kuniangalia. Sasa unaweza ukaendelea.
Tulipewa ile kazi, sio kwamba tulikuwa wachawi, la hasha, ila ilikuwa ni sehemu ya mchakato wa kutuongezea ujasiri na roho mbaya ili tuweze kumudu heka za biashara, watu na vita za utajiri. Sijui pale tulipokuwa palikuwa ni wapi. Labda ingekuwa rahisi kuelezea umbali wa kule tulipojikuta punde tu baada ya kufumba macho na kufumbua. Hatukuwa peke yetu. Waliotuongoza walikuwa ni wale viumbe, na eneo tulilotokea na eneo tulilokuwepo lilikuwa ni barabara kuu ya kwenda Zambia, maeneo ya nje kidogo ya mji wa Tunduma. Tulikaa sehemu. Baada ya takribani dakika 5, yalipita mabasi matatu ya kutokea Dar es Salaam ambayo yalikuwa yanafukuzana ili kila mmoja awahi kuingia Tunduma. Wale viumbe walitazamana na kutabasamu. Waliongea kwa lugha yao na kuinuka. Binafsi nilihisi kinachokwenda kutokea. Ndani yangu nilisikitika, lakini nilikuwa sina uwezo wa kuzuia chochote kwa sababu tayari maji nilikuwa nimeshayavulia nguo. Baada ya zile basi kutupita, wale viumbe waliamuru tufumbe macho, ambapo ghafla ilisikika sauti ya tairi kupasuka na kelele kubwa ya kitu kama gari kugonga sehemu. Tukiwa tumefumba macho vile vile, wale viumbe walitutoa pale tulipokuwa na kutusogeza eneo jingine ambapo tuliruhusiwa kufumbua macho. Na tulichokiona sio watu ambao walitupita dakika chache nyuma wakiwa na jina la abiria, ila sasa wengi walikuwa ni miili ambayo ilikuwa haitazamiki mara mbili. Kiukweli ndani yangu jukumu lilikuwa gumu na zito, lakini sikuwa na namna nyingine zaidi ya kufanya kile nilichotumwa kufanya. Japo ilikuwa kwa tabu, ila tulifanikiwa na kupongezwa, kitu ambacho ndani yangu niliona kama matusi kwa sababu sikuona sababu ya kupongezwa. Dunia ni katili sana, nzito na inanuka ukichagua kuwa mwepesi, na hicho ndicho kimekuwa kikiwagharimu watu wengi kwenye maisha yao. Binti mdogo nilijikuta nikiujua ulimwengu kuliko hata alivyokuwa anaujua babu na baba yangu. Niliyajua mambo ya kutisha ambayo watu wanatamani kuyajua, lakini sikuwa na ruhusa ya kuyasema popote. Juma la kuoza lilikatika. Mwili niliokuwa nimeuacha kwenye jeneza niliukuta ukiwa katika hali mbaya, na tayari ulikuwa umezalisha funza wengi. Kwa kuwa ilikuwa ni siku ya 6, mizimu ilinirejesha kwenye lile jeneza ili siku ya pili nifufuke na kuendelea na maisha. Pamoja na yote magumu ambayo niliendelea kukutana nayo, lakini punde tu zile funza zilivyobadilika kuwa fedha, nilifurahi na kujiona tajiri wa viwango vingine. Nilifurahi sana, nililukaluka na kumkumbatia Jafari kwa sababu yeye ndiye aliyehakikisha hakuna hata funza mmoja aliyetoka nje. Kusema kweli, pesa ilikuwa nyingi hadi kuhesabu ili tushinda. Hii ni sehemu ya 17 ya simulizi yetu ya Punje. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Victor Ramadhani Kalinga, wa nambari za simu 0620 443 048. Asante kwa kuendelea kuifuatilia simulizi hii. Asante kwa kuendelea kuwa karibu na channel yetu. Usisahau kualika marafiki, kulike na kucomment. Uwe na siku njema. Asante sana.